Jambo. Hatujambo. Siku ya leo nataka kuwasimulia kitabu kinachoitwa Mlemavu Sio Mimi. Katika kijiji kimoja kuna mama aliyeitwa Adamu. Siku moja ya kufika kwa kuzaa mtoto wake wa pili, alishirikiana na wenzake kwenda katika hospitali moja iliyoitwa Kolani. Hiyo hospitali iliyoitwa Kolani ilitokana na jina ya shujaa mmoja aliyekuwa na miguu minene kama ya ndovu. Walishirikiana kwenda mpaka hospitalini. Walipofika hospitalini, matumaini yake ilikuwa ni kuzaa mtoto mwenye uzima na mtoto aliye salama kama wake wenzake. Alipokuwa hospitalini, alijifungua mwana wake wa pili wa kiume. Alipojifungua mwana wake wa pili wa kiume, alivyomwona haikuwa matarajio yake. Alimzaa. Alipoletewa mtoto wake wa pili, alipata ni mtoto aliyekuwa na mikono mitu. Waliokuwa kando yake wanawake walimshauri sana amchukue yule mtoto, lakini hakukata roho. Aliporudi nyumbani, alipata wanakijiji wengi wamekusanyika katika nyumba yake. Wengi walimwambia mchukue yule mtoto, lakini hakukata roho. Walisema ni laana kwao, lakini hakukubali. Mzee mmoja aliyesimama, wanakijiji walifurahi sana kwa kuwa yeye aliyekuwa anatoa neno la mwisho. Alipoongea alisema mtoto asitupwe, ila akae na asisikie mtu yeyote atakayemwongelelea huyo mtoto. Hiyo siku Ipali alipozaliwa ndiyo nyanya yake Martha Apali alipokata roho. Wengi waliokuja kuhudhuria hawakutaka kuja kuhudhuria mazishi, lakini walitaka kumuona Ipali alivyozaliwa, yaani tuseme alivyokosa kuumbika. Alikuwa na kaka yake aliyeitwa Wili. Kaka yake alipokuwa anaenda shuleni, Ipali alimlilia sana watake waende pamoja, lakini shangazi yake na mama yake walimpa adabu kwa sababu hawakutaka aende naye na kumwahidi kesho yake ataweza kwenda. Walimpa adabu na kumpa roho ataenda shuleni. Alipofika umri wa kutambaa chini, waliweza kumwachilia nje ya nyumba na kumwacha peke yake na kutambaa. Aliweza kuokota chochote alichokiona na kukitia mdomoni. Alipofika wakati wa kukula, aliweza kuwekewa ugali na supu kwenye sahani na kujipa yeye mwenyewe. Aliendelea mpaka wakati wa kuenda shuleni ulipofika. Alipoenda shuleni, aliingia katika shule ya chekechea, darasa la chekechea. Alipoingia darasani, mwalimu wake alishangaa sana na yule mtoto. Watoto wengi walimshangaa. Mwalimu alimkaribia na kumwangalia atakapotoa kitabu chake na kuandika. Yeye hakujihurumia hata kidogo. Aliweza kufungua mkoba wake na kutoa kitabu na kuanza kuandika. Alipoandika, mwalimu mwenyewe alishangaa sana. Aliendelea na kusoma, akafika wakati wa kutaka kukuza